Vile vile kuendeleza ushirikiano na wizara zinazohusika na elimu na ustawi wa jamii ili kuhakikisha huduma jumuishi kwa watoto wenye usonji. Na hili Wizara ya Afya kushirikiana na Wizara ya Ustawi wa Jamii pamoja na Wizara ya Elimu tumeanzisha kitu kinaitwa ECD, Early Childhood Development, ambao ni mfumo jumuishi wa makuzi ya watoto. Kwa sababu baadhi ya panelisti hapa walipendekeza hilo, lakini bahati nzuri serikali tumeshaanza kuchukua hatua na programu hii ipo chini ya ofisi ya Mheshimiwa Rais. Pamoja na mafanikio hayo, bado tunakabiliwa na changamoto kadhaa zikiwemo uelewa mdogo wa jamii yetu. Hivyo basi kunahitajika juhudi za pamoja na ushirikiano wa karibu zaidi kati ya wadau wote katika kukabiliana na hali hii. Wageni waalikwa, kongamano hili linatoa fursa muhimu ya kuimarisha mjadala wa kisera, kubadilishana uzoefu, utaalam na kuweka misingi ya kimkakati kwa kuwa na mkakati madhubuti utakaosaidia kuendeleza huduma kwa watu wenye usonji kwa kuzingatia misingi ya haki za binadamu na maendeleo jumuishi. Kwa kweli napata shida nyingi. Huko nyuma nimepata nyingi kuliko za sasa. Nikasema sasa afadhali. Huko nyuma tulikuwa hata kulala si hatulali. Alikuwa anajipiga na kuta, anajitafuna. Mimi mwenyewe ananitafuna. Lakini si haba baada ya kumpeleka kwenye vituo vya afya vile, akapata dawa. Nashukuru si haba, ile tatizo kidogo halijaondoka, lakini afadhali kidogo anapata angalau akishakula zile dawa analala. Ndio kama hivyo angalau nakuja naye kwenye watu kidogo anatulia kidogo, maana hapo kakitakwa saa yeye anataka atembee tu arande ukaa ni muda mcheche sana. Yaani ni shida kwa kweli, lakini ndio tunashukuru Mwenyezi Mungu wangu kwa serikali wanatusaidia. Sema kama hatusaidii kwa sababu dawa tunakwenda baadhi ya siku tunapata, baadhi inatushinda hivi tukiambiwa hamna dawa. Kidogo inakuwa ngumu, inatukwaza, na ukikosea kumpa dawa kwa siku moja tu basi tayari ushambadilishia tatizo. Kwa sababu kuna kipindi nilipoanza kumpeleka shule nikabidi ndio ishaanza changamoto, nataka nauli 4000 shule na kumpeleka napanda gari 2, yani kwa mara 4 itakuwa niende nirudi natumia 4000. Kwa ikabidi pale kidogo nikaluzi mimi kuhusu dawa, na nikaenda kule hospitali kawa dawa hamna. Sasa siku nampa siku simpi. Kwa kweli alibadilika, akaleta tabu tafurani. Siku yake ya kliniki nilipokwenda wakanilaza. Na kunilaza kwa bahati dawa ndo zile zile alizokuwa ametumia pale. Hakutumiwa dawa nyingine. Nikajigundua mimi mwenyewe. Mbona wenyewe walipokuja kunipa sign ya kutoka, umegundua tatizo gani? Kweli tatizo niloligundua situmii dawa kwa uangalifu, yani kwa ukamilifu. Basi kama umeligundua hilo natakuwa uwe hivyo. Kwa sasa hivi ndo nimejitahidia hivyo. Naomba Mungu sasa hivi imebidi, kwa sababu dawa inabidi kama hujapata kule imo katika list yake ya kula, sasa hivi imeongezeka ya dawa Pampers. Kwa kila siku Pampers umejibana utumie 3000. Ndio umejibana. Na kama hapo ninavyokuambia size hapo kishajikojolea. Tangu kwa wazazi wenye watoto kama hawa wasikate tamaa. Kama mfano tumemuona mtoto mwenzetu kule kashafika miaka 18 lakini tayari afadhali ashaanza kujielewa. Na si yule tu, wapo wengine wakishakuwa wakubwa kidogo wanajielewa. Wanaweza kwenda shuleni wenyewe kwa sababu hiyo ndo shida. Sababu sasa hivi ni shida. Sababu kujisaidia ndo hajisaidii. Ushavaa, uvue nguo, ukataazishe choo. Kula hapo unalisha na anakubana meno. Ukisema unampa kwa kijiko ndo tunafundishana sasa hivi, sababu ndo tumefundishwa kwenye sera hapo vile ni tufundishane. Kwa hiyo na wasi wenzangu wasikate tamaa, wale watoto wao inshallah wanaweza kukua. Nao ni watu kama tunavyoambiwa wanahitaji. Na mtoto mwenye usonji ambaye anakadiria kwa maana afika miaka 4 kwenda 5. Mtoto huyu tumemgundua kwa na usonji kuanzia miaka 2 kutokana na kumpeleka hospitali baada ya kwa hatulii, hawezi kujisaidia mwenyewe kutoka na ni zile prika za kama watoto wenzake ambazo wanazozifanya, kwa mfano kucheza pamoja na watoto wenzake, yeye hana hilo kujisaidia mwenyewe, afanye hicho au kula mwenyewe hawezi na mambo mengineyo. Sasa kuona hivyo tukaona huyu mtoto si wa kawaida au hana tabia kama za wenzake
kwa maana tukaanza kumpeleka hospitali na sehemu nyingine ambazo zinazofaa au zinazostahiki. Sasa hospitali wakatuambia kwa mtoto ana usonji, wengine wakatuambia ana autism na masuala kama hayo, au wamesema ana kifafa. Wito kwa jamii, wito wetu kwa jamii, kwa watoto kama hawa tuweze kushirikiana nao, kwa sababu ukisema mtoto kama huyo hawezi kucheza na wenzake, ukasema tumwachilie acheze mwenyewe afu sisi tumkimbie, au kwa mfano tuseme tumfungie ndani tu, itakuwa sio haki. Kwa maana tuwachukulie ni kama watoto wengine, au tuchukulie ulemavu kama walemavu wengine, basi inatakiwa tuishi nao kama binadamu wengine. Vile vile wito kwa serikali tusaidie kusana watoto hawa wenye usonji kwa hali na mali, kutokana na wanaharama nyingi za kimatibabu, za kielimu na masuala mengine. Baba ambao wanawatenga wazazi wenzi wao ama wake zao, ikiwa watapata watoto wenye usonji ama wenye ulemavu aina yoyote, hicho kitu sio haki na sio hakipendezi kwa jamii, hata huko tunapokwenda kwa Allah, kwa sababu watu wanasema, Waswahili wanasema hujafa hujaumbika. Huenda leo ikawa yeye lakini kesho ikawa wewe. Lakini vile vile katika swala hilo tunaweza tukamsingizia ama tukamzania mwenzetu ndio mwenye tatizo lile au aliyosababisha tatizo lile kwa yule mtoto, kumbe huenda ikawa ni wewe sio yeye. Sasa tunapaswa kushirikiana kwa pamoja katika masuala haya ili jamii iwe nzuri na huko tunapoenda tuishi vizuri. Action inalenga kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu tawahudi, kupunguza unyanyapaa na ubaguzi na kukuza mazingira jumuishi yanawezesha watoto na watu wenye tawahudi kushiriki katika jamii kikamilifu. Kupitia shughuli zote, ZACSO huendesha programu za uhamasishaji kwa jamii, kutoa msaada wa ushauri na nasaha kwa wazazi na walezi, pamoja na kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo taasisi za serikali, mashirika ya kiraia, taasisi za elimu katika kuimarisha huduma za elimu jumuishi, afya na ustawi wa jamii kwa watoto wenye tawahudi. Aidha, ZACSO pia inashiriki katika juhudi za utetezi wa sera na mipango inayolenga kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu na fursa sawa kwa watu wenye usonji Zanzibar. Muhimbili na nilifanywa uchunguzi na madaktari bingwa, wanasema nina tatizo la usonji, nikapewa rufaa kwenda hospitali ya CCBRT kwa ajili ya tiba na mazoezi. Pia walishauri na kusisitiza nipelekwe shule. Nimesoma shule ya msingi Al-Haramaini kuanzia baby class hadi darasa la 7. Kwa bahati mbaya sijaweza kufanya mtihani wa taifa kwa sababu ya matatizo yangu. Kwa vile nilikuwa na changamoto, unaweza kusoma na kuandika, lakini nilikuwa siwezi kutulia darasani. Napenda sana kusoma na kujifunza vitu mbalimbali, lakini sijui niende wapi. Mimi Ibrahim kwa niaba ya kila mtoto mwenye usonji naomba niwakilishe haya serikali na wazazi wenye watoto kama mimi. Huu ni wakati wa kutoa elimu kuhusiana na usonji ili tatizo hili lifahamike kwa jamii nzima. Kwa kunisikiliza, usonji na binadamu, kila maisha yana thamani.